Tungelitamani kufahamu hali ambayo wanaipitia wananchi wa mashariki mwa Kongo baada ya huo mkataba wa amani uliosainiwa. Mlibonge Kuibeneville ni mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jambo na karibu hapa. Jambo sana bwana mtangazaji, asante. Ni magumu gani wanakutana nayo raia wa mashariki mwa Kongo baada ya kusaini mkataba huu wa Rwanda na Kinshasa ambao haujakubalika au ambao haujaheshimika mpaka sasa? Kwa sasa hali ya kiutu katika eneo la mashariki ya Kongo inakuwa mbovu zaidi, sababu tangu mkataba uingie katika wa usaini katikati ya Rwanda na Kongo na Washington, ilisemekana kwamba vita ingimalizika, lakini kwa sasa tunaona vita inaendelea. Mapambano ni kila siku. Wakaaji wa kuanzia Kamanyola, Uvira, Fizi wanakuwa katika hali mbaya sana, na kwa sasa unaona kwamba Tanganyika, province ya Tanganyika imefunga mipaka na province ya Sud Kivu. Yaani kunakuwa hali isiyokuwa nzuri. Burundi imefunga mipaka na watu hawajui watafanya nini. Wakaaji wanasumbuka, wanateseka sana, vifo kila siku, watu wanakosa chakula. Watu ambao walikuwa wanafanya uchuruzi wa biashara ndogo ndogo hawachuruzi tena. Yaani kunakuwa hali ya kiutu ambayo inazoroteka kila siku. Na labda kama vile wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu, nini mnaambia serikali hizi mbili zilizosaini huo mkataba? Sisi kama shirika za kibinadamu tunaambia serikali ya Rwanda na serikali ya Kongo wasitishe mapigano. Kama vile walikubaliana kumaliza vita na kila upande uheshimie kile ambacho imesaini. Hatupendi kwamba vita iendelee katika kanda la maziwa makuu, sababu ni fasi ambapo watu wote wanaishi pamoja. Sasa kama hii nchi inakuwa na vita, ni kama nchi zote ziko katika vita, na wakaaji wa hizo nchi wanakuwa katika shida, wanakuwa katika hali kubwa. Haswa sisi wa sehemu ya Kongo na wakaaji wa Sud Kivu wanakuwa katika hali ambayo sikuwa nzuri. Tunakushukuru kwa muda wako kiongozi. Asante sana.